anaketi katikati ya sifa za watakatifu wake. So kama we ni mtakatifu wa Mungu na Mungu anadondosha wimbo asubuhi, mchana, jioni ndani ya nafsi yako, haunakuwa uwimbi, lakini unajipata tu nafsi inapiga kelele na wimbo huo wimbo, be sure kwamba ni invitation na Mungu ana agenda na wewe na anatamani afanye kitu kikubwa katikati yako. Hiyo ni part ya kwanza. Unafanya nini wimbo unapokuwa dropped ndani ya nafsi yako wakati mazingira hayakuruhusu hata wakati mwingine kuimba? Unafanya nini wimbo? Inamaanisha nini unapokuwa unapata wimbo? So breakdown ya kwanza ni invitation. Breakdown ya kwanza ni Mungu anakualika mlima Sayuni, na kwa sababu ni Mungu ndo pekee anaweza kuruhusu mtu amkaribie, sawa sawa na Zaburi 65 mstari wa 4. It's only God who allows people to approach him. So kama amekutumia wimbo, manake anatamani maximize moments. A lot of people wameabort hiyo mimba, wameabort huo uchungu, wameabort hiyo urge, wameabort presence of God in their lives, wameabort their help kwa sababu walipotezea, walikamatwa, wakawa busy na Instagram, wakawa busy na kazi na computer, wakawa busy na chochote ambacho kinaendelea kwenye environment. Hawakupay attention kwenye ule wimbo ambao Roho Mtakatifu ameudrop ndani yao. So wewe kama worshiper simaanishi mtu ambaye unashika mic unaimba tu pale, lakini pia yule mtu ambaye unampenda Mungu na unatamani umwabudu Mungu katika uelewa. Mungu anapo drop wimbo ndani yako, when God drops a song inside your spirit, na your spirit akakamata wimbo akatumia kwenye nafsi yako, na nafsi yako ikawa inapiga kelele na wimba, make sure you maximize that worship moment that is happening in your soul. Bring it out so that now you have a maximum impact of God's presence in your life. This is Dr. Piana and this is Grande Ibada Clinic. See you kwa next episode when we are breaking down on how now you maximize on that moment, na wimbo unautumiaje huo sasa, na kitu gani unakipata kwenye huo wimbo ambapo Mungu anaudrop kwa nafsi yako. God bless you. This is Dr. Piana.